Leo bwana, nataka nijipime virusi vya ukimwi kwa sababu nimefikisha vigezo vya kupima, yani vya kupima virusi vya ukimwi. Nina mwaka mzima sijapima virusi vya ukimwi, kwa hiyo nataka nipime, na kwenye kupima huku nataka niwafundishe na watu jinsi ambavyo huwa tunafanya. Sasa nyinyi kujipima nyumbani huwa mnakosea sana, na ni vizuri unavyopima uende kwa mtaalamu wa afya ndio akakupime, daktari, nesi, watu wa maabara. Kuna protocol za kufuata. Kila kitu kina protocol, kina hatua na pia kutafsiri majibu. Kuna muda ambao umeshaweka sample yako, unasubiri dakika ngapi ili uweze kuyasoma majibu yako, nacho ni kipengele kwa watu wengi sana. Sasa wakati naenda kujipima nitaonesha ni jinsi gani ambavyo inafanyika. Na hiki kipimo ambacho tunapima kitaonyesha kama nipo positive au nipo negative, japo ni cha awali. Kama ikitokea nipo positive, basi tunahamishia kwenye kipimo kingine ambacho ndio kinaenda kuconfirm. Kama nitakuwa nipo negative, basi tutaishia hapo hapo. Hivyo ndio vifaa. Hiki ni kifaa ambacho tunatumia kupimia virusi vya ukimwi. Kitu cha kwanza lazima uhakikishe kina expire lini. Kwa hiyo kwa mfano hiki changu kina expire 2026 mwezi wa 5 tarehe 15. Kwa hiyo bado kipo valid leo tarehe 6 mwezi wa 6 2025. Kitu kingine ambacho unatakiwa kuwa nacho, unatakiwa uwe na haya maji sawa, ambao ni diluent. Na yenyewe lazima uangalie expiry date, yenyewe na expire 2026 mwezi wa 6 hiyo. Lakini kitu kingine ambacho nataka kuwa nacho, lazima uwe na alcohol swab, au unaweza kuwa na spirit. Kama unapamba pia inakuwa vizuri tu. Kwa hiyo uwe na alcohol swab. Lakini pia lazima uwe na lancet kwa ajili ya kujitoboa, hiyo ndo lancet. Lakini pia lazima uwe na cha kuchukulia damu ambao ni capillary. Hii capillary ni capillary maalum ambayo inakuwa ina kipimo tosha. Kwenye hiyo alama ambao ni nyeusi ni kipimo ambapo damu inatakiwa ifike hapo. Isiwe chini ya hapo, usizidishe hapo. Sio umeona ambavyo waga mnajipima ovyo ovyo. Baada hapo natakiwa uwe na sample ambao ni damu, kwa sababu unajipima mwenyewe. Kwa hiyo nafungua kifaa changu. Baada ya hapo nitatakiwa nikilebo, kwa sababu mnaweza mkawa ni lazima ulebo, na lebo jina au namba, inategemeana. Hapo nimeandika Noeli, lakini pia taandika tarehe ya ambayo nimechukua hiki kipimo ambapo nafanya test. Kwa hiyo tarehe 6 mwezi wa 6 2025. Lakini pia lazima niangalie ni muda. Ni saa 2 na dakika 47, nitaandika hapo. Kwa sababu hii tutaangalia muda pia. Toka tumeweka sample yetu mpaka pale ambapo tunasoma majibu. Baada ya hapo nitachukua swabu yangu, nitajifuta kile kidole ambacho naenda kukitoboa, nitakusanya damu, alafu nitachukua lancet yangu, basi nitachoma ile sehemu ambayo nataka nichukue damu. Nikishachoma damu ya kwanza ikitoka, lazima niifute, kwa sababu hiyo damu inakuwa inaweza ikawa na contamination mbalimbali ya hiyo swabu, lakini pia ngozi ambayo imekufa. Kwa lazima niifute, niitoe, ili nichukue damu ile ya katikati nzuri ambayo ina ujazo mzuri, ili nipate majibu mazuri. Kwa hiyo nitakusanya damu yangu, nitahakikisha nafikisha kwenye kale kamstari keusi. Hicho ni kipimo ambacho tunatumia kupima virusi vya ukimwi, damu ambayo inatosha kupima. Kwa hiyo ukiwa chini ya hiyo au zaidi ya hiyo, inaweza isikupe majibu ambayo ni sahihi. Kwa hiyo ndio maana sio vizuri sana kujipima nyumbani, kwa sababu mnakosa vitu kama hivi, mnachukua tu damu kiholela. Kwa hiyo nitaweka hapo. Baada ya hapo nitachukua diluent yangu ambayo inakuja pamoja na hicho kipimo,
nitaweka matone yangu 4. Kwa hiyo huwa tunasema mjipime hospitali kwa sababu hiyo diluent kwenye ile package moja ya kile kinani inakuwa ipo moja tu hiyo. Kwa hiyo unapokuwa unabeba hiyo peke yako, unaacha wengine wanakosa kipimo, wanakosa maji ya kuweka. Kwa baada ya hapo nitavifunga vifaa vyangu ambavyo nimevitumia ili niende kuvitupa sehemu nzuri ambayo tunatupa vifaa vya hospitali. Hizi kitu utaziona mtaani huko kwa sababu ni illegal. Utaona watu wamejipima, wametupa njiani, watu wametupa sehemu ambazo hazifai. Hizi test tunapima hospitali kwa kufuata protocol maalum, na kila kipimo kinavyotengenezwa. Kwa mfano hivi ni vitu tofauti na vya zamani. Kwa hiyo kuna muda hapo utaangalia wa kusoma majibu ni dakika 10 mpaka dakika 20 tu. Lakini angalia nimeweka kipimo changu saa 2 na dakika 47. Kwa hiyo nitakisoma baada ya dakika 10 mbele. Ndio hizo zimeshafika dakika 10 nimekisoma. Kwa hiyo mpaka zikifika dakika 20 unaruhusiwa kusoma. Zikivuka hauruhusiwi tena kukisoma, kitakupa majibu ambayo zidisha, au ikiwa chini inakupa majibu ambayo sio sahihi. Kwa hiyo lazima usome baada ya kuchukua muda, lazima usome baada ya dakika hizo 10, 15, 20 mwisho, usizidishe hapo. Sawa? Lakini ili ujue kipimo kimesoma vizuri, maana kama hapo ipo kwenye C, hiyo ni control. Control maana yake mstari mmoja. Maana yake hauna virusi vya ukimwi na hicho kipimo ulichokitumia kupima ni kizima. Ikisoma kwenye control na namba 1, maana yake una virusi vya ukimwi namba 1. Ukipima ikitoka kwenye namba 2 na C au control, maana yake una virusi vya ukimwi aina ya pili. Ikisoma kwenye C ikasoma 1 na kwenye 2, maana yake unakuwa na virusi vya ukimwi aina ya pili. Lakini ikisoma kwenye C, ikisoma 1 na isome 2, maana yake una virusi vya ukimwi aina zote, namba 1 na namba 2. Kisiposoma mstari wowote, maana yake wewe amini hicho kipimo chako wewe ni kibovu, ulichokitumia kitupe, tafuta kipimo kingine. Sawa, baada ya kuona majibu nimejipima na nipo sawa. Kwa hiyo majibu utaenda kuyaingiza kwenye kitabu maalum kwa sababu hiki kipimo kilichotumika hapa ni mali ya serikali. Kwa hiyo nitaenda kuingiza jina langu, umri, namba ya simu, miaka na matokeo ya majibu haya, ili serikali ikaweze kuleta kipimo kingine kufidia hiki ambacho kimetumika. Kwa hiyo watu ambao mnajipima nyumbani, hakikisheni mnaenda kujazwa kwenye vile vitabu maalum vya hospitali ili hivi vipimo visiadimike, kwa sababu kuna kipindi unakuta havipatikani kwa sababu zile data ambazo zimeingizwa ni chache kuliko vipimo vilivyotumika. Wataalamu wa afya ambao wanauza vipimo vya kujipima na virusi vya ukimwi sio kitu sahihi, kwa sababu unapomuuzia mtu anaenda kujipima nyumbani, ni wazi kwamba inapunguza takwimu za watu waliojipima kutokana na virusi vya ukimwi. Nimepima kwa sababu nimefikisha mwaka mzima sijapima, lakini kigezo kingine cha kupima virusi vya ukimwi ni kwamba kama mtu mnataka mwanzishe mahusiano au mtu ana dalili za maambukizi ya virusi vya ukimwi.